OSAMA KIVULIC HAVITA. Katika jangwa lenye vumbi la Mashariki ya Kati, kulizaliwa mtoto wa kifalme katika familia tajiri ya kibiashara. Jina lake aliitwa Osama bin Laden. Alizaliwa mwaka 1957 mjini Riyadh, Saudi Arabia, katika familia ya mabilionea wenye mizizi ya Yemeni. Hakuwa mtoto wa kawaida. Tangu mdogo, alionyesha kuwa na imani kali ya dini na fikra nzito kuhusu haki, Uislamu na dunia. Mwanzo wa safari ya giza. Miaka ya 1980 ilipofika, dunia ilianza kushuhudia mabadiliko ya kisiasa na kijeshi. Urusi, wakati huo USSR, ilivamia Afghanistan. Osama, akiwa kijana wa miaka 20 na kitu, aliona uvamizi huo kama ukatili dhidi ya Uislamu. Akaacha maisha ya starehe ya kifamilia, akavuka mpaka na kujiunga na Mujahideen, wapiganaji wa Kiislamu waliopinga Soviet. Akiwa huko, hakupigana tu, bali alijenga mtandao wa msaada, akitoa fedha, silaha na kuhamasisha vijana wengi kutoka mataifa mbalimbali kujiunga. Hapo ndipo mbegu za Al-Qaeda zilipopandwa. Hakuwa tena kijana wa kawaida, bali kiongozi mwenye ushawishi, aliyejenga jeshi la kivuli lililoamini kuwa linapigania haki. Vita na dunia. Baada ya Soviet kuondoka Afghanistan, Osama aliona kuwa dunia ya Kiislamu ilikuwa bado inakandamizwa na madola makubwa, hasa Marekani. Aliona Marekani kama nguvu ya ukoloni mpya, yenye mikono ya damu ya Waislamu katika Iraq, Palestina na sehemu nyingine. Akajificha milimani, akaendelea kueneza fikra kali. Wafuasi wake walipanuka duniani, kutoka Asia hadi Afrika. Kichwani mwake, vita vilikuwa vya lazima. Akaamini katika jihadi yenye nguvu ya silaha, hata kama gharama yake ni damu ya wasio na hatia. Siku ya giza, mstari wa Septemba 11, 2001. Asubuhi ya tarehe 11 Septemba 2001, ndege 4 zilitekwa na wafuasi wa Al-Qaeda. Ndege 2 ziligonga Twin Towers jijini New York, nyingine Pentagon, na ya 4 ilianguka kabla haijafika Washington. Dunia ikatetemeka. Majivu yalipopanda juu ya anga ya Manhattan, jina la Osama likawa gumzo duniani. Akawa adui wa mwanzo wa Marekani, kiongozi wa ugaidi wa kimataifa. Marekani ikatangaza vita dhidi ya ugaidi, ikaivamia Afghanistani, ikalenga kumkamata Osama akiwa hai au mfu. Kivuli kilichojificha. Kwa miaka 10, Osama alikimbia majeshi ya dunia. Aliishi katika mapango, milima ya Tora Bora, na hatimaye alijificha katika jumba la kificho nchini Pakistan, karibu na mji wa kijeshi wa Abbottabad. Mnamo usiku wa Mei 2, 2011, vikosi maalum vya Marekani Navy SEALS vilifanya uvamizi wa ghafla. Kwa dakika chache tu, Osama bin Laden aliuawa kwa risasi. Mwili wake ulizikwa baharini, lakini kivuli chake kilibaki duniani. Urithi wa machungu. Baada ya kifo chake, dunia haikurudi kama zamani. Vita vya ugaidi vilizidi. Maelfu walikufa, wengine mamilioni wakakimbia makazi yao. Ndoto ya Osama ya kuikomboa dunia ya Kiislamu kwa kutumia vurugu iliacha majeraha ya kudumu katika historia ya binadamu. Hitimisho. Osama alikuwa mtu wa imani, lakini aliigeuza imani kuwa silaha. Alikuwa mkombozi kwa baadhi, mhalifu kwa wengi. Katika historia ya karne ya 21, jina lake litaendelea kukumbukwa si kwa ucha Mungu, bali kwa vita, giza na kivuli alichoacha nyuma.